Shaban Ali Mchezo ambaye ndiye mwenyekiti wetu halali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Kibaha vijijini, ambaye mnamuona pichani, lakini pia amekuja na kadi yake ya mpiga kura ikionyesha majina yake kamili kama ambavyo yanaonekana katika kadi hii. Lakini zaidi ya hiyo, kwa kuwa chama chetu ni chama cha kidijitali, katika mfumo wetu wa Chadema Digital unaonyesha kwamba Shaban Ali Mchezo na namba ya wanachama CDM hii 26667 na picha yake sio hiyo ambayo inaonekana katika mitandao ya kijamii. Sasa kabla sijaendelea mbele, basi nimkaribishe mzee wetu na mwenyekiti wetu mzee Shabani Ali Mchezo, basi walao waeleze kwa kifupi namna ambavyo scenario ilikuwepo, namna ambavyo watu hao walijaribu kumtafuta na baadaye akawakatalia, wakaamua kuokota watu barabarani. Karibu sana mzee wangu. Mimi naitwa Shabani Ali Mchezo, ni mwenyekiti wa jimbo la Kibaha vijijini. Huko nyuma nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wazee Kibaha vijijini. Baada hapo huyo mwenyekiti alichafua jina langu kwanza. Maana mimi nahesabu mwenyekiti alichafua jina langu ndo wa kwanza kutapeli watu. Ilikuwa siku ya Jumanne tarehe 14 2026 mwezi wa 7. Nikapigiwa simu. Kuangalia kwenye simu naona namba tupu. Kwa hiyo namba yake nilikuwa nishafuta baada kujiuzuru kwa mwenyekiti wa jimbo Kibaha vijijini kwa Mia Chauma. Nikamuuliza wewe nani? Akanambia, "Wewe ni unijui mzee?" Unasemaje? "Mzee, kuna mzigo hapo bwana." "Mzigo gani?" "Amnatakiwa uende Magomeni, nikufuate na gari tuende Magomeni ukafundishwe jinsi ya kuongea." "Magomeni kuna nini?" "Wewe kubali mzigo." "Mzigo gani?" "Kuna milioni 1 hapa mzee." "Unaonaje?" Ngambia milioni 1 ya nini? "Utaeleza huko." Ngambia mimi huwezi kunipata kwa kazi hiyo. Nasema huwezi kunipata. Kakata simu, kakaa baadaye kaudia tena. Nikamwambia unasemaje? "Bwana, unatakiwa Magomeni nikufuate na gari. Kuna nini?" Nikamwambia unajua sasa hivi kaini imebadilika. Watanzania kuna baadhi yao wamebadilika. Usiende ukaniteka nyara huko. Nikapoteza nikaacha familia yangu hapa nyumbani. Watoto wangu wanasikia na mke wangu anasikia. Nilikuwa sio mbali na familia yangu. Kakata simu. Saa 11 alfajiri siku ya Jumatano tarehe 15 akarudia tena kupiga simu. Bwana, sasa vipi mzee? Ule mzigo ndio unauaga? Wewe moga." Ngambia ndio mimi moga. Kwanza hapo sipo, nipo Bagamoyo na uguza kakangu. Kakata simu, baadaye akapiga tena. Yaani karibuni mara 3 kwa hizo siku ya Jumatano. "Unajua bwana, wewe moga lakini mzigo unauacha huo." Sasa bwana namsikia anasema, "Ngoja nitakupa mtu unganishe nayo." Akakata simu. Alhamisi nikabidi nimpigie katibu wangu wa chama wa jimbo. Nikamwambia, "Katibu, hapo kuna taarifa nimeipata kwa mwenyekiti wetu wa zamani. Anataka niende Dar es Salaam Magomeni. Kaniandalia milioni 1. Hivi mpango unakuwaje?" Katibu akanambia, "Bwana angalia." Tena nashukuru kuniambia, "Angalia huyo mtu huyo hafai." Basi na hili sina. Jana narudi safari zangu. Nimekaa nyumbani kwangu. Kijana mmoja ni jirani yangu, ni mko wangu, aniolea mpo wangu. Akaja akaniita, anaitwa Mbonde. "Mzee Mchezo wewe, upo wapi bwana?" "Mimi niko ndani." "Njoo nje bwana." Kwanza kaanza kucheka. Basi akafungua simu yake ile kubwa, anambia, "Huyu bwana tunamjua sasa, sikiliza nikusomee." Kasoma jinsi alivyoongea bwana kwa uwezo wake huko alikoitwa alikotoa hela. Huyo bwana Ngozi kasoma, kaandika, soma vibaya tena kama yeye anajiona kama labda sijui kasomea wapi kuongea. Kaongea sana maneno sio mazuri kwangu. Mbona kinishauri, "Bwana mwangalie huyu mtu anakuchafuria jina." Ngambia, "Sijakaa vizuri." Katibu alimpigia simu, "Bwana mzee Mchezo, sasa imekuwaje bwana? Ndio umetukimbia kwenda huko kwenda kufuata hela?" Nikamwambia, "Katibu, mbona usikuelewi?" Nikamwambia, "Bwana tafadhali bwana, mimi ningekuwa nataka hela nisikakupigia wewe simu nikueleze tukio lililotokea kwangu." "Sawa bwana, lakini basi bwana tuyaache."